Nadhani swali lake mmelisikia. Bingwa anapatikana kwa wingi wa pointi kwenye nchi. Yaani ukiziangalia zile kanuni za mashindano kwa ujumla wake, bingwa atapatikana kwa wingi wa pointi. Mpaka sasa Yanga ndo ana pointi nyingi kuliko klabu nyingine yoyote, si ndivyo? Ambacho nitakacho kujibu kwamba Yanga ipeleki mechi tarehe 15. Baada ya tarehe 15 njoo tuulize. Yanga haijapeleka pointi zao zinaendaje? Si ndivyo? Na nataka nikuthibitishie bingwa wa nchi hii hatopatikana kwa kubebwa. Yaani kama kuna watu wanajidanganya kwamba Yanga haji atwendi tarehe 15, kuna timu wataitengenezea mazingira waipe pointi 3 ili ichukue ubingwa. Nchi hii bingwa hatopatikana bila mpira kuchezwa. Na amezungumza hapa mratibu kwamba tarehe 15 ukifanyika ujanja basi ligi haito ndio itakuwa imeishia hapo. Yaani kwa maana Watanzania watarajie kwamba msimu wa 2024-25 Tanzania hakuna bingwa. Yaani kutakuwa hakuna bingwa. Alafu wao ndo watajua nini watakachofanya. Tena sio wao watakaochukua nafasi zao. Yaani hili tunalizungumza kwa sababu sisi ndio Watanzania. Sisi ndio Watanzania, si ndivyo? Tunajinasi kutuko zaidi ya milioni 35 kwenye taifa hili, si ndivyo? 60 ni kwa maana ya raia wote kwa ujumla. Waliobaki watagawana, kuna Majimaji, kuna Tukuyu Star, Maka Tukuyu Star na mashabiki, Mbeya City na mashabiki, si ndivyo? Sisi tuko 35 milioni. Tunachozungumza ni kwamba kama watataka kufanya wanataka kukifanya, watakuwa wanajidanganya wao. Yanga itaendelea kuwepo, itaendelea kuwa bingwa wa nchi kwa miaka mingi, lakini wao hawatakuwepo. Inawezekana sisi watatu tusiwepo, lakini wao hawatakuwepo. Sisi tunachosimamia kwamba tunataka haki itendeke. Tunaamini kwamba mpira uliahirishwa, dabi ya tarehe 8 iliahirishwa kihuni. Kwa sababu ukiangalia regulation za FIFA, kuna sababu 3 tu za kimsingi za kuahirisha mechi masaa machache kabla mpira kuchezwa. Aidha aliahewa kwa maana ya mvua iwe imenyesha nyingi, kuna tetemeko la ardhi, si ndivyo? Kuna sababu za kivita kwa maana kumetokea machafuko, uwanjani watu wamepigwa bunduki watu 3 4, hiyo ni sababu ambayo lazima mpira uahirishwe. Sababu ya 3 ni kifo, kiongozi wa juu amefariki, kocha amefariki, mchezaji, daktari wa timu, mechi inaahirishwa. Lakini kinyume na sababu hizi 3, masaa mawili kabla ya mpira, zilizobaki zote ni sababu za kiuni. Uwezi ukasema eti kuna viashiria vya vurugu. Vurugu ikifanyika uwanjani timu inanyang'anywa pointi. Tumeona timu ikirusha makopo, kuna vile nini watu juzi nimeona kuna timu imetunza faida milioni 5. Zile ndo vurugu za viwanjani, kwa sababu vurugu za viwanjani wengine na bunduki. Kuna ulinzi pale, mnakaguliwa ndani, hakuna mtu kuingia na silaha. Kwa hiyo katika sababu ambazo wanaziainisha sijui viashiria vya rushwa. Viashiria vya rushwa kwa nani? Hivi zilikuwa ni ripoti ambazo zilikuwa zitolewe kwenye kamati ya masaa 72 baada ya mechi kuchezwa. Lakini sababu walizozichukua wao, na kwa sababu wanajua wao nini walichokifanya, wakailisha mechi kiuni. Eti tuna taarifa sio uvunjifu wa amani. Taarifa uvunjifu wa amani kama kamanda Mlilo kasema kulikuwa hakuna uvunjifu wa amani. Wewe umepata wapi hizo taarifa? Taarifa ya uvunjifu wa amani inatolewa na jeshi la polisi. Sina mguto. Sisi na kamati ya masaa 72 wanapata wapi hiyo mandate? Hiyo power authority ya kufanya hicho kifanya. Wanakipata wapi kwa kanuni zao? Si ndivyo? Kwa hiyo mpira uliahirishwa kihuni kwa sababu kilichotokea tarehe 8, tarehe 7 usiku hakuna Mtanzania sasa. Meneja wa uwanja akishirikiana na Suma JKT na jeshi la polisi wamezuia watu wasiingie uwanjani. Ambazo hizo sababu hata zikija kikanuni kama ilikuwa ni timu mwenyeji anaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Kanuni ziko wazi. Timu mwenyeji akimzuia timu mgeni kuto kufanya mazoezi anaadhibiwa kwa namba 1 kuna faini kati ya 500,000 mpaka milioni. Namba 2 kuna kalipio, kuna onyo. Shughuli imeisha hapo, mpira uchezwe. Sasa eti mtu hajafanya mazoezi ya lisali moja anakuja na excuse kwamba eti nimefanywa vurugu, nimezuiwa kwenda uwanjani. Alikuzuia nani? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwenye mpira wetu vinaendeshwa kiubabaishaji, kimazoea, kujiwana.
simu zimekuwa nyingi, fanya hiki au baadaye tutawalainisha hivi. Yanga ilainishwe kwa simu. Yanga tunataka tusimamie taratibu zile tulizojiwekea. Waje hapa na kabla sharao la kanuni za msimu wa ligi. Hizi waandishi wa habari mtakao wote mwe nazo. Waje waziainishe. Sababu hii adhabu yake ipo kwa mujibu wa kanuni, sio kwa mujibu wa mtu kutoka nyumbani kwake. Sasa haya mazoea tumesema basi. Sisi ni Watanzania, kila mmoja amezaliwa kuwa kiongozi. Ni wakati gani na sehemu gani ni jambo la muda. Kwa hiyo kwenye hili Watanzania sisi kama Yanga hatuna hofu na jambo lolote. Hili tunalolifanya tunajua liko ndani ya uwezo wetu. Yaani hiki tunachokifanya ambacho umma unatakiwa ujue kiko ndani ya uwezo wetu. Hatutotishwa na mtu, hatutobabaishwa na mtu. Tunachotaka kile tulichokubaliana kwa mujibu wa utaratibu kifuatwe, mpira uchezwe. Sisi timu yetu tulishasema tangia mwanzo wa msimu tunao uwezo wa kucheza na mtu yote tukamfunga mara zote anazotaka, kwa sababu sio tunazotaka sisi, anazotaka yeye. Akitaka kwa mwaka tumfunge mara 5 tutamfunga, sikaja mwenyewe. Kwa hiyo hii sisi hatujawahi kumhofia, wao wenyewe wanajua hatujawahi kuwahofia wala kuwaogopa. Hata tukisema mechi bwana, taratibu Yanga zimefuatwa ni hizi, au watu wamewajibishwa, sijui hao wameondolewa, sijui iko hivi, tunaomba mechi mcheze saa 9 usiku, sisi tuko tayari, kwa sababu timu yetu iko mazoezini, ipo kwenye utawali wa kucheza muda wowote ambao mama kastataka, lakini kwenye utaratibu ambao tutasema huu ni utaratibu, kila Mtanzania anaona huu ni utaratibu. Kwa hiyo tusifichane, tusikate kona. Young African wako tayari kwa lolote, kwa sababu uwezo wa kuyakabili, sababu ya kuyakabili na sababu ya kukabili hicho ambacho kinakuja mbele yetu tunavyo. Kwenye hilo wala tunasha. Niwashukuru wanahabari kwa ushirikiano wenu kwetu.